Napenda sana ndoa yetu, lakini kivuli kimoja kinanisumbua. Kivuli gani mpenzi? Wakati mwingine tunaficha mambo. Miaka michache baadaye, Neema na Danieli wakaanza maisha yao ya ndoa. Kulikuwa na tukio ambalo lilionekana kama baraka kubwa sana katika familia yao, tukio ambalo lilileta furaha kubwa kwa ndugu, marafiki na hata majirani waliokuwa wakiwafahamu, tukio ambalo kila mtu aliamini lingefanya ndoa yao kuwa na upendo zaidi na mshikamano mkubwa zaidi kuliko hata ilivyokuwa hapo awali. Wakati huo Neema alipata ujauzito wa Danieli. Habari hiyo ilimfikia Danieli, alifurahi sana kiasi kwamba kwa siku kadhaa alionekana kama ni mtu ambaye alikuwa anaishi ndani ya ndoto nzuri sana za kuamini kwamba na mimi ipo siku nitapata mtoto wangu, kwa sababu tangu walipofunga ndoa kulikuwa na kitu kimoja tu ambacho alikitamani sana moyoni kwake Danieli, nacho kilikuwa ni kuwa baba. Tamani sana kuitwa baba kwa wakati huo, kuwa na mtoto ambaye angekuwa sehemu ya damu yake, sehemu ya ndoto zake na sehemu ya urithi wa maisha yake. Katika miezi yote ya ujauzito, Danieli alimjali sana mke wake. Alimpeleka hospitali kwa uchunguzi, alimnunulia vitu alivyokuwa na vihitaji wakati huo, na kila mara alipata muda wa kumkumbusha Neema kwamba familia yao ilikuwa inaanza safari mpya ambayo ingekuwa au ingetaka utulivu, upendo, ushirikiano mkubwa katika au kati ya wawili hao, ambao muda huo Neema akiwa mjamzito aliendelea kukumbushwa kwamba tunatakiwa tuwe na amani nzuri katika maisha yetu. Tunajua kwamba kwenye maisha kuna uvumilivu, upendo na ushirikiano. Danieli aliendelea sana kumkumbusha Neema. Lakini hata katika kipindi hicho ambacho wanawake wengi hupunguza shughuli zao ili kuupa mwili muda wa kupumzika, kujiandaa kwa ujio wa mtoto, tunaamini kwamba mwanamke anapokuwa mjamzito, baada ya muda anahitaji muda mwingi wa kupumzika kwa ajili ya kujiandaa na ujio wa mtoto. Lakini kwa Neema aliendelea kuwa mtu yule yule mwenye bidii kubwa sana kazini, mtu ambaye mara nyingi alirudi nyumbani jioni akiwa amechoka sana kutokana na mikutano mirefu ya ofisini, ripoti nyingi, majukumu mengi ambayo alikuwa nayo yamebeba mabegani kwake. Ni mtu ambaye alikuwa hakubali kabisa kupata muda wa kupumzika. Daniel wakati mwingine alipomwona mke wake akiwa amechoka sana, alijaribu kumshauri kwa upole kabisa. Alijaribu kumshauri kwa upole sana, akisema kwamba labda angepunguza kidogo kasi ya kazi hadi mtoto atakapozaliwa. Lakini Neema mara nyingi alitabasamu tu na kumwambia mume wake kwa sauti ya kujiamini kwamba kila kitu kilikuwa kiko sawa na kwamba wanawake wengi duniani wanaweza kufanya kazi hata wakiwa wajawazito. Neema alionekana ni mtu ambaye mbishi sana. Hatimaye siku ile iliyosubiriwa kwa muda mrefu ilifika. Neema alijifungua mtoto wa kiume mwenye afya njema, mtoto ambaye Danieli alimshika mikononi mwake kwa mara ya kwanza, akiwa na macho yenye furaha na machozi shukurani yakimtoka pole pole. Asante Mungu wangu, kwa sababu kwa mara ya kwanza katika maisha yake alihisi uzito wa neno baba. Asante Mungu wangu.
Mtoto huyo waliamua kumuita jina la Brian. Kwa siku chache za mwanzo baada ya kuzaliwa kwa Brian, nyumba yao ilijaa wageni waliokuja kupongeza. Walikuja kuwapongeza sana Daniel na Neema, na kila mtu aliyemwona mtoto huyo mdogo alisema maneno yake: ni mrembo sana, hongera sana. Japo alikuwa anazungumza maneno ya kawaida tu ambayo watu wengi husema wanapokuja kumwona mtoto akiwa mchanga, wakisema kwamba mtoto huyu amekuwa ni mzuri sana, mara amefanana na baba yake, maana kisura cha mama yake, na wengine walisema kwamba mtoto amepata bahati nzuri sana, alikuwa na bahati ya kuzaliwa katika familia yenye uwezo mzuri sana. Kwa maana kila mtu alikuwa anazungumza, kwa maana Daniel na Neema ni watu ambao walikuwa wanajiweza sana kifedha. Lakini furaha ile ya mwanzo haikudumu muda mrefu sana kabla ya maisha kuanza kurudi katika kasi yake ya kawaida. Baada ya miezi mitatu tu kupita tangu Brian azaliwe, Neema alianza kuzungumza tena kuhusu kurudi kazini. Kwa Daniel jambo hilo lilimshangaza kidogo, kwa sababu moyoni kwake aliamini kwamba labda Neema angependa kutumia muda mwingi zaidi kubaki na mtoto angalau kwa miezi kadhaa hivi, ndipo aweze kufanya jitihada za kuweza kurudi tena ofisini kwake. Siku moja jioni, kulikuwa wamekaa sebuleni Neema na Daniel. Brian alikuwa amelala kwenye kitanda chake kidogo hivyo, alimwekea pembeni. Ndipo Neema alimwambia Daniel kwa sauti iliyokuwa ya kawaida sana, lakini yenye uamuzi ndani yake, kwamba wiki inayofuata angeanza tena kazi. Daniel alimwangalia mke wake kwa mshangao kidogo. Mbona mapema hivyo? Daniel alimuuliza mke wake kwa sauti ya upole na yenye utulivu sana. Neema akatikisa kichwa polepole, kisha kamjibu, ndiyo. Ndiyo, tayari nimekaa nyumbani muda wa kutosha, sitaki kupoteza nafasi yangu ya kazi. Daniel hakusema chochote kwa muda mfupi, akimtazama mtoto wao aliyekuwa amelala bila kujua mazungumzo yaliyokuwa yanaendelea kati ya wazazi wake huyo mtoto. Hatimaye alisema kwa sauti ya upole, lakini Brian bado ni mdogo sana. Tutamtafutia mlezi mzuri. Kuna wanawake wengi tu wanaweza kufanya kazi hiyo nzuri tu bila shida yoyote, Neema alimjibu mume wake. Ndipo Daniel aligundua kwamba mke wake tayari alikuwa ameshafanya maamuzi yake moyoni. Baada ya muda mfupi, nyumba yao ilipata mlezi wa mtoto, mwanamke kijana aliyekuwa mzoefu kwa kulea watoto wadogo, na kuanza hapo maisha ya familia yao yakaanza kuingia katika utaratibu mpya ambao polepole ulianza kuleta mabadiliko ambayo hakuna aliyekuwa ameyatarajia. Brian alianza kukaa chini. Brian alianza kukaa zaidi mikononi mwa mlezi. Wakati huo Brian mama yake yupo kazini, lakini Brian alianza kukaa zaidi mikononi mwa mlezi kuliko mikononi mwa wazazi wake. Neema aliamua kurudi kwenye zile ratiba zake za ofisini, mara nyingi akiondoka asubuhi mapema sana.
asubuhi mapema sana kurudi nyumbani, basi inakuwa ni jioni, amechoka sana wakati amerudi. Wakati mwingine hata akileta kazi ya ziada nyumbani, naweza akafika nyumbani na bado akawa bize